Karibu sana hapa ni FM African Documentary. Jina langu ni Felix Manda. Nataka tuangazie kati ya kisa ambacho kilipata kugonga vyombo vya habari miezi miwili iliyopita, kifo chake Jeff Mwathi. Na katika mazungumzo haya nataka tuzungumze kulingana na ujumbe na taarifa ambazo tumezipokea kwa sasa baada ya maafisa wapelelezi kutokea katika tume ya uchunguzi ya DCI kupata kukamilisha uchunguzi wao, na faili iliyoweza kutumika katika uchunguzi huu kuweza kupatiana katika ofisi ya Director of Public Prosecution Nurdin Haji. Ofisi ya Nurdin Haji ndio ofisi ambayo inapaswa kuamua kana kwamba washtakiwa na washukiwa katika kisa hiki na kesi hii ya mauaji yake Jeff Mwathi wana kesi ya kujibu. Kulingana na taarifa ambazo tumezipokea kutokea katika vyombo vya habari tofauti, ni kwamba kifo cha Jeff Mwathi kimeweza kuleta utetanishi mkubwa katika tume ya uchunguzi ya DCI, mpaka watu kupata kujiuliza, je, DJ Fatxo na wengine ambao walitajwa kama wahusika wakubwa katika kisa hiki wana nini dhidi ya maafisa wa DCI? Kwa sababu inaaminika baada ya maafisa wa DCI kusema kwamba kuna uwezekano Jeff hakupata kujiua na alipata kuuawa, hawa watu walifanya kila wawezalo na kuweza kugeuza ile narrative ambayo tulipata kupewa na vyombo vya habari. Mpaka sasa tunaarifiwa kwamba DJ Fatxo na wengine wanaweza tembea tu na kuweza kuondokea kesi hii, maana kesi inaweza kupata kufungwa kwa sababu ya faili iliyoweza kupatiana kwa maafisa wa DPP katika ofisi za DPP. Maana ile faili inadhibitisha kwamba kuna uwezekano mkubwa 80% ya kwamba Jeff Mwathi alipata kujiua. Kumbuka uchunguzi uliweza kuendelezwa mpaka kufikia mwili wa kijana huyu kupata kufukuliwa, ndipo kuweza determine ama kuamua ni nini kiliweza kumuua Jeff Mwathi. Na baada ya uchunguzi huu wote, sasa wanatuarifu wamekosa ushahidi dhidi ya washukiwa na washtakiwa katika kisa hiki, na kwamba wale washtakiwa wanaweza tembea tu na kuweza kutembea bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Kulingana na blogger Mwangi Muthiora aliyepata kuchapisha kisa hiki akiwa wa kwanza na kuweza kuanzisha #JusticeForJeff, ameweza kusema haya kulingana na ujumbe huu. Anasema, ile siku nitapost M-Pesa reverse, so please unfollow me. Akasema, in the meantime relax, it's a fight to the grave. It's either I join my son to the grave or it's a fight to the grave. Alafu self-fear to the right people. Jeff was taken out by people he trusted. It's bound to happen again. As a parent, I now know that what I need to do. #justice. #Jeff deserves justice, but he won't get it. Jeff's justice is so costly, very costly. Unamsikia? Huyu ndiye aliweza kuanika hiki kisa akiwa wa kwanza, lakini anatuarifu ya kwamba haki haitatendeka, maana haki ina gharama kubwa sana, ndipo Jeff kuweza kuipata hiyo haki. Na ndo maana nitakubaliana na yale nimeyaona kutokea kwa watu tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wa Kenya wakidai ya kwamba haki nchini Kenya, kupata haki labda uwe na pesa, maana kama una hela nchini Kenya itakuwa shida kubwa sana kwa wewe kuweza kupata haki. Ndo maana nakubaliana na yote haya. Nakubaliana na yote haya walioyasema. Jeff alikuwa kijana wa miaka 23. Ndo wakati unaangalia kwa upana, unaanza kuona ndoto zaanza kufunguka, kujituma. Ameshamalizana na shule, ameshamalizana na struggles za maisha hapa na pale, anaanza kujipanga kusettle kimaisha. Ndo maana nikifanya hii story wakati mwingine najipata nikiwa very emotional, maana mamake Jeff Mwathi nilipata kumsikia katika interview fulani akisema ana wish sana mwanawe kabla apate kuiaga dunia
yule ambaye alikuwa binti waliokuwa katika mahusiano na yeye, I mean Jeff Mwathi's girlfriend, angekuwa mjamzito, kwa sababu at least she would have something ya kuweza kumfurahisha na kuweza kumwona mwanawe kwa mara nyingine. Lakini haitotokea, maana Jeff alishakwenda na ashaenda. Na ni mtu aliweza kumnyang'anya na kumpokonya mzazi ile nafasi ya kuweza kufurahia matunda ya mwanawe, wakati amekuwa naye kumlea, kumsomesha mpaka akafikia miaka 23 akienda kuanza maisha yake. Ni kisa ambacho mara nyingi ukiwaona watu wenye ghadhabu kwenye mitandao ya kijamii wakijibishana na maafisa wa DCI, mimi sina kiwewe kabisa nao, naunga mkono kwa kiasi kikubwa. Lakini kumbuka, hii ni nchi ya Kenya. Haki ni ya mwenye hela. Jina langu ni Felix Mwanda na hii ni FM African Documentaries. Kisa ni cha Jeff Mwathi. Tunaamini siku moja haki itatendeka. Siku moja wahusika katika kifo cha Jeff Mwathi watajuta na yatawashinda kuishi maisha katika ulimwengu. Tuungane katika video zetu zijazo.